Unamjua jamaa ambaye alikuwa mwizi, tapeli, mjanja kwa kutokea katika historia ya nchi ya India. Yaani alikuwa ni mwizi kiasi kwamba aliweza kuuza majengo ya serikali manne ikiwemo bunge pamoja na ikulu. Unajua ni nani? Ni huyu hapa bwana. Huyu jamaa alikuwa maarufu kwa jina la Natwarlal, lakini jina lake halisi linaitwa Mithilesh Kumar Srivastava. Alizaliwa mnamo mwaka 1912 nchini India. Kinyume na unapofikiria wewe, huyu jamaa hakuwa mjinga hata kidogo. Alisoma mpaka shahada ya biashara na akafanya kazi kama broker wa hisa na wakili. Lakini maisha yake yalibadilika alipogundua kuwa ana kipaji hatari sana. Yaani alikuwa na kipaji cha kugushi saini na hati kama vile mtaalamu. Na utapeli wake wa kwanza ulikuwa ni mdogo tu. Aligushi saini ya jirani yake huko benki na akachukua pesa na kutoroka. Kuanzia hapo aligundua, hii akili yangu inaweza kunitoa mbali. Na miaka iliyofuata alikamatwa mara kadhaa, lakini kila baada ya kukamatwa, badala ya kuacha wizi, lakini alizidi kuwa mjanja zaidi. Alianza kutumia majina bandia zaidi ya 50 akigushi saini za watu maarufu na kuwapiga mabenki, wafanyabiashara wakubwa na hata watalii wa kigeni. Lakini kilichomfanya ayo kipekee zaidi ni hiki: alijifanya afisa serikali, akagushi hati rasmi na saini za viongozi wakubwa, kisha akaanza kuuza majengo ya serikali kwa watalii. Na majengo makubwa ambayo aliyauza ni makubwa manne. Moja ni jengo linaloitwa Taj Mahal. Hili jengo aliliuza kwa watu tofauti mara 3. Jengo jingine ni jengo la Red Fort. Hili aliuza mara 2, na pia akauza Rashtrapati Bhavan, yani ikulu ya rais. Hili aliuza mara 1. Pia akauza bunge la India. Na watu walimpa pesa nyingi sana wakiamini kwamba majengo hayo ni ya kwao, kwamba wakitoa pesa nyingi wanayapata. Kuna wakati aliweza kuwadanganya akiwaambia kwamba unaponunua bunge unachukua na wabunge kama wafanyakazi wako. Natwarlal alikuwa na kesi zaidi ya 100 na hukumu zake zilifikia miaka 113 jela, lakini kwa ujanja wake alikaa gerezani takriban miaka 20 tu. Na alitoroka gerezani mara nyingi kuifanya mgonjwa, polisi au kuwaonga maaskari. Na kisa cha kuchekesha zaidi ni kwamba mnamo mwaka 1957 alitoroka gerezani akiwa amevaa sare ya polisi, akawahonga walinzi kwa sanduku lililojaa pesa. Baada ya yeye kuondoka, walinzi walipofungua sanduku lile wakakuta magazeti. Na mara ya mwisho alitoroka mnamo mwaka 1996 akiwa na miaka 84. Na alikuwa yupo kwenye kiti cha gurudumu, yani wheelchair. Tangu hapo hakuwahi kuonekana tena mpaka leo hajulikani kama alikufa au aliendelea kuishi kwa jina jingine. Kwa watu wa kijiji chake, Natwarlal alionekana kama Robin Hood, maana alikuwa anasaidia sana maskini. Hadithi zake zilikuja kuhamasisha filamu maarufu kama Mr. Natwarlal na Raja Natwarlal. Huo ndio mwisho wa story ya Natwarlal. Je, umejifunza nini kutoka kwa Natwarlal? Maoni yako ni yapi? Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment.